Nilikwambia kwamba tarehe 20 Hisense walikuwa na event, na hii ni event ya utambulishaji wa TV mpya ambayo hii ni 116 UX, ambapo ni kutoka katika ile 110 UX ambayo tayari iliyoshe kutoka, lakini sasa hii ni inchi 116 TV ambayo ndio ya kwanza duniani, tunasema ni RGB Mini LED. Sasa Mini LED ni nini? What so special kuhusiana na hii TV kulinganisha na TV zingine? Hakuna mtu ambaye anaweza kukupa hizi habari Tanzania zaidi yangu peke yangu. Mimi naitwa Snash, mtu pekee ambaye nakwambia kuhusu technology kwa lugha nyepesi kabisa Kiswahili. Hashtag yangu tutasema Tech ni Swahili. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yangu ili kuwa kwanza kila siku kupokea notifications za habari kutokea kwangu, ili kuwa kwanza kujifunza vitu vya teknolojia kwa lugha rahisi kabisa ya Kiswahili. Ili uweze kuvielewa hivi vitu inakuhitaji kunisikiliza kwa makini sana. Wakati watu wanaanza kutengeneza TV huko nyuma, rangi zilikuwa ni mbili tu, black and white, ndio? Sasa kitu ambacho kilikuwa kinawasumbua sana, kwa sababu unakuta mtu amevaa t-shirt ya blue lakini katika picha inaonekana ni black and white peke yake, kwa sababu mfumo wa kupata rangi katika TV bado ulikuwa uko nyuma sana. Baadaye teknolojia ikaenda, tukapata LCD, tukaja baadaye tukapata LED, tukaja Mini LED, OLED, QLED. Hizi zote ni teknolojia ambazo kazi yake ni moja tu, kuhakikisha kwamba pale ambapo mtu anaangalia TV aweze kupata rangi sahihi ambayo imepatikana katika hiyo picha ambayo imeshutiwa. Ndio maana makampuni ambayo yanatengeneza display, iwe ni simu, iwe ni smartwatch, iwe ni laptop, iwe ni monitor ama TV, kila siku wanakuja na teknolojia tofauti tofauti, Mini LED, Macro LED, OLED, LCD, kwa lengo moja tu, kuhakikisha kwamba siku moja wanapata ile actual picha ambayo wanahitaji kuipata, kwa sababu kupata rangi halisi katika display bado imekuwa ni mtiti sana. Unaweza ukachukua picha hiyo hiyo ukaangalia katika TV nyingine ukakuta kama rangi nyekundu inaonekana ni damu ya mzee, sehemu nyingine ikawa ni nyekundu zaidi, sehemu nyingine ukakuta ni nyekundu ambayo imepauka kidogo, kwa sababu kila mtu ana teknolojia yake ambayo anaamini kwake ni nzuri zaidi. Sasa kabla sijakwambia kwa nini hii TV ya Hisense ambayo tunasema ni 116 UX wamesema ndo TV ya kwanza ambayo ni Mini LED RGB, ili kuweza kuelewa kuhusiana na RGB Mini LED, kwanza elewa ni jinsi gani ambavyo mfumo wa display unafanya kazi kwa ajili ya kupata rangi. Kwa maana ya kwamba unaangalia movie, mtu amevaa rangi nyekundu unaona rangi nyekundu, amevaa t-shirt ya njano unaona rangi ya njano, majani pembeni yanaonekana na rangi yake, gari ikipita inaonekana na rangi yake. Ili kuweza kuelewa hivi, lazima kwanza uelewe mfumo wa TV na jinsi gani ambavyo unafanya kazi. Duniani kwa haraka kama tunahesabu rangi ziko ngapi, zipo rangi milioni 10. Kwa hiyo kama tunahitaji kupata rangi katika display, maana yake ni kwamba tunatakiwa kuweka filter milioni 10 katika display. Sasa hii display itakuwa ni nene kiasi gani? Ambapo tukiweka hizo filter milioni 10, maana yake tuweke filter nyeusi, nyekundu, blue, ya njano, zote zikae sehemu moja, alafu tuweke na backlight, ambapo zile backlight kazi yake ni kumulika ile filter, ambapo kama ni kitu chekundu kionekane chekundu, cha blue kionekane cha blue, kwa sababu ya zile filter ambazo zipo ndani ya ile display, kitu ambacho hakiwezekani, si ndio? Lakini teknolojia imeruhusu na kugundua kitu kimoja. Ukichukua combination ya RGB kwa maana ya red, green na blue, rangi hizo tatu ukizichukua kwa pamoja, unaweza kutengeneza rangi yoyote ile duniani. Kwa hiyo wakatengeneza chujio maalum, ambapo ndani yake ile chujio ndo kuna mfumo huu wa RGB. Ile chujio kikaa nyuma yake zinakaa light, ambapo zile light zinamulika katika ile chujio na tunapata sisi rangi katika hiyo display. Ndio maana unasikia sasa kuna micro LCD, sijui kuna micro LED, kuna OLED, ambapo kunakuwa na machujio aina tofauti tofauti. Kwa mfano ukizungumzia OLED ni chujio ambalo wenyewe wameongeza contrast zaidi, kwa maana ya kwamba ukiwa unaangalia video kama ni sehemu ambayo kuna rangi nyeusi uipate katika uhalisia wake. Hiki ni kitu ambacho kimefanyika katika OLED. Sasa katika hii TV ya Hisense ambayo ni inchi 116 UX, kitu ambacho wamefanya, wao wametumia mfumo wa RGB Mini LED, kwa maana ya kwamba wao wameweka hizi LED sio ndani ya ile filter ama ile chujio ambalo wengine hufanya. Wao wameweka hizi light za LED, ambapo wameweka rangi ya blue, wameweka rangi ya green na rangi ya red kwa pamoja, ambazo zimepangwa zikiwa na lens maalum. Kwa hiyo hizi zote zinawaka, zinamulika, zinaingia katika lens alafu zinatengeneza rangi. Kwa kufanya hivi inasaidia kupata actual color ambayo inatakiwa kuonekana katika hiyo display. Ndio maana ukiangalia hii TV, mfumo mkubwa ambao wanaopromote ni rangi, kwamba rangi unapata katika uhalisia wake pasipo kufifia. Kwa sababu baadhi ya TV unakuta kama ni black inaonekana ni green kidogo, ama nyekundu inaonekana damu ya mzee kwa sababu ya machujio ambayo yanatumika. Lakini kwa TV hapa ya Hisense ambayo ni inchi 116 UX, hapa sasa unapata rangi zile ambazo unatakiwa kuziona. Na ni TV ambayo display yake ina nits 10,000. Nits maana yake ni kiwango cha mwanga. Ukisikia display ambayo ina nits kiasi kadhaa, maana yake ni kwamba kiwango cha kupata mwanga katika hiyo display. Sasa ukisikia 10,000 ni kubwa sana. Kwa hiyo
hiyo rangi zinaonekana katika uhalisia wa kutosha, lakini bado kioo kinafungua mwanga katika kiwango kikubwa sana, na lengo sio kukuumiza macho. Lengo ni kuhakikisha kwamba unapata actual color ama actual picture ambayo inatakiwa kuonekana katika hiyo TV ambayo wewe unaangalia, ama katika hiyo display ambayo wewe unaangalia. Sasa hii ni moja kati ya TV ambayo imekuja kufanya mapinduzi ya teknolojia ya kioo duniani. Nakumbuka hiyo TV ya kwanza duniani ambayo ni Trichroma. Ni TV ya Hisense ambayo ni inchi 116 UX. Na kingine ambacho mimi nimekipenda kuhusiana na hii TV bwana ni mfumo wa speaker. Speaker zake zimewekwa pembeni kushoto na kulia, na surround ama channel ambazo zinapatikana katika hii speaker ni 6.2.2, kwamba zipo main channel 6, lakini pia kuna subwoofer 2, bado kuna upper speaker ama speaker zinazokaa juu 2. Kwa ile speaker zake ambazo zipo kushoto na kulia, ukiweza kupata movie nzuri ama content yote nzuri ambayo inafungua Dolby Atmos, basi utapata ku-experience sauti moja nzuri sana. Utasikia surround vizuri, lakini pia utapata bass ya kutosha, kwa sababu subwoofer 2 katika TV sio kitu cha kitoto na kidogo. Asante sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Snashe. Niambie kitu gani ambacho unahitaji kujifunza, unahitaji kuelewa kuhusiana na ulimwengu wa TV kama hivi, ama ulimwengu wa chochote kile cha teknolojia. Till next time. Bye bye.